Kwa hiyo ni nafsi kwa nafsi. Wewe ni nani unahoji mamlaka hii? Dunia inahitaji balance. Na hicho unachokifanya ni kosa ambalo litakugharimu wewe pamoja na kizazi chako. Lakini sikuona ishara. Wewe jukumu lako ni kusubiri na si vinginevyo. Sawa, lakini umechelewa. Sarafina Michael Kibadeni. Utapata mtoto. Twaiata Oilers. Na atakuwa katika sisi. Salio, Salio, Salio. Unawaza sana zamani, fichua vilofichwa, inashinda. Salio, 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 Salio. Najua kuna mengi unatamani kufanya na una salio. Najaribu unafeli, usichoke, pambana. Please fanya miujiza, God fanya miujiza. Mbele sio nikote giza, safari ngumu kumaliza. Nipe support nesiku lost ndani ya giza nene, na windwa na ghost na si mikosi, nipe hiyo njia nipenye. Please fanya miujiza. Nipe support nesiku lost ndani ya giza nene, ndani ya giza nene. Shikamoo. Endelea na nini hapo? Nachola vitu fulani hapa. Hivi mbona pale sioni maji? Hukumu umetawala nyumbani. Sawa. Sawa, unawaza nini? Unajua nachowaza mzee. Kuna siri unanificha. Siri gani hiyo? Nimekulea kupitia hizi biashara. Ndio nimeona sasa wewe upate na uzoefu wa kuagiza bidhaa ili tuweze kuuza. Sasa unataka kuniangusha. Kwa nini bila? Unasema siri. Siri una mawazo gani? Salio. Imekuwa ni mara kadhaa sasa ukishusha mzigo kwenye gari unasema umesahau kununua kitu fulani. Kuwa makini na biashara. Hapo ulipo sasa umeshakuwa kijana muelewa. Usitengeneze uvivu kwenye biashara. Mimi nakuelimisha hivyo kwa sababu ni kijana wangu. Kwenye biashara ni lazima ufuate utaratibu ulivyo. Mbona nimekufundisha muda mrefu? Leo umekwama wapi?
Halo. Hapa dukani kwa mzee Mashaka hapa. Mmeshusha soda, nilisahau kuwaambia mshushe na maji. Kwa hiyo mnaweza kuniletea? Nataka maji makubwa katoni 7 na maji madogo katoni 10. Tashukuru kiwa saizi. Asante. Unajua muda ndo rafiki na ni adui wa kweli. Usafiri ndo shida. Mkataba wako nimeshauandaa. Sijui unaweza kuupitia. Kwenye hii tasnia shakutana na makubwa chana na kutoa goma kali kute limeibwa. Maskini na kukosa mtaji na nivuruga. Hapo bado na wasanii wengine wanakuroga. Hapa bongo mziki na kiki ndo inanoga. Kuna mambo hawezi kufanya kama ni moga. Najua nitaweza kumudu kankitoka, ila sasa changamoto ndo zinafanya ninachoka. Iwe mchana usiku sialala nkusota, nikiamini nitatimiza ndoto zote nazoziota. Watu hawanielewi wananiona kachizi, sina misha kueleweka kila time na sisi. Paka na baby maka nikimbia kama mwizi, anaamini kuwa siwezi kumudu saa hizi. Kina kirefu hiki na bado napiga mbizi, napiga kazi na haso waache waone easy. Barano kwa takuja chini na kina breeze, outfit ya kinyama chini Nike ya mayisi. Yeah, maana mimi ndo mziki na mziki ni mimi. Kutoka kimziki ni mziki, mziki ni mchichi la Okay, Maisha. Mkataba umeuona. Ni uprinti. Mkataba nimeuona, ila kuna vitu ambavyo sijaridhika navyo. Vitu gani? Mimi kama msanii natakiwa kuwa na usafiri. Kama unavyoona nimekuja hapa nimechelewa. Kitu kingine natakiwa kuwa na bodyguard kwa ajili ya usalama wangu. Na kingine ni dancers kwa ajili ya show zangu ninazofanya pamoja na sehemu ya kuishi. Okay, sawa, nitafanyia kazi. Alafu manager, naomba next time nikija nikutane na mwanasheria. Maisha, huu mkataba nimeuandaa nikiwa na mwanasheria. Ni leo tu hayupo kwa sababu amepata dharura. Okay. Basi mimi nikuache niende. Hamna shida, leo sitakutoa kwa sababu niko busy hapa. Kuna vitu nafanya. Poa, tutaonana. Okay, bye. Njoo ingia mwanangu ukae. Mkaa hapo tuongee. Haya mwanangu, mbona shangaa vipi? Nimekuita mwanangu nisikilize. Sawa? Umenisikia lakini? Hamna, nimekusikia. Mbona kukamilisha vitu alivyonipa babako na kukamilisha kwa muda mwafaka umefika.
Umenielewa? Hivi ndio vitu vilivyoacha babako. Muda mwafaka ndio umefika. Mimi? Hivi nipe mimi? Kwani kuna tatizo gani po mwanangu? Ni hiyo briefcase na hiyo fimbo. Unipe mimi? Ndiyo. Kwani unaposhangaa mwanangu ni nini? Maana ilikuwa iwe isiwe lazima ukavizue hivi vitu. Hii fimbo hii. Ishika mwanangu, hebu shika. Shika mwanangu hii fimbo. Shika hata hii fimbo. Shika poa, unanichelewesha. Poa, una nini? Iweke kwanza hapo. Mshika, usinicheleweshe mimi na kazi zangu. Weka hapo chini kwanza. Hiyo fimbo umeiona? Hiyo fimbo hii na hii briefcase hii ndio alionipa babako nikukabidhishe. Hiyo briefcase ina nini? Sijajua mwanangu. Na tangu nimepona babako sijaifungua. Hiyo unavyoviona vimeweka nini? Hiyo hivyo. Hiyo fimbo na hiyo briefcase. Ila sasa nisikilize kitu moja. Na kukabidhi hivi vitu. Haya mambo ndani kwangu sitaki. Tena. Tajua mimi nishakukabidhisha umevibeba umeenda navyo wapi mimi sijui. Ila kwangu sitaki. Mambo mengine tajua mbele ya safari. Ila kikubwa nimetimiza jukumu langu nililopewa na baba yako. Oa, sogea hapo nipite, sogea hapo nipite. Hiyo ni nini? Oa, sogea hapo. Ugomvi umetawala nyumbani, vita hakuna amani. Unawaza nitoroke nyumbani kuitafuta amani. Changamoto nazopita ndo zitafanya we shujaa. Hiyo misoto nayopita ndo dalili za usta. Na maswali yamejaa kwa kichwa. Unawaza sana, unatamani fichua vilofichwa. Inashindi salio, 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 salio. Hatuna muda. Jitahidi tujue mapema wewe ni nani ili tuweze kulipiza kisasi. Umenisikia? Umenisikia?
kama siara hivi. Hapo. Mwanangu. Hata siamini yani. Sema da. Kwanza navuta bonge la mjengo. Hakuna kama Po, hakuna kama wewe. Nimetoboa mwanangu aisee. Po, tuliza akili. Yanapoa tuko utulie. Zile kama mali natuko zipangilie. Alafu nanua bonge la mjengo mwanangu. Alafu nataka ninunue gari yangu kwanza moja unyama kwanza hiyo. Bonge la mjengo. Hapo sasa si ni pisi nazo simame si mtu wa pisi. Sasa unachukua gari gani? Si ni BMW, Subaru hiyo. Po. Mzee Mungu. Mzee Mungu sio bariki kwa aliko sio atabarikiwa. Lakini Mshika usinicheleweshe mimi na kazi zangu. Weka hapo chini kwanza. Hiyo fimbo umeiona? Hiyo fimbo hii na hii briefcase hii ndio alionipa babako nikukabidhishe. Hiyo briefcase ina nini? Sijajua mwanangu. Na tangu nimepewa na babako sijaifungua. Hivyo unavyoviona vimeweka nini? Hivyo. Hiyo fimbo na hiyo briefcase. Ila sasa nisikilize kitu moja. Na kukabidhi hivi vitu. Haya mambo ndani kwangu sitaki. Tena. Tajua mimi nishakukabidhisha umevibeba umeenda navyo wapi mimi sijui. Ila kwangu sitaki. Mambo mengine tajua mbele ya safari. Ila kikubwa nimetimiza jukumu langu nililopewa na baba yako. Kusoma ni tabia, ila udadisi ni kipaji. Imani ni kuishi kwenye ukweli ambao hujawahi kuuona. Mwandishi anaamini katika andiko ambalo litachora ukweli utakaoishi baada ya maisha yake. Pia anaamini dunia inasubiri kusikia historia ambayo haijawahi kuonekana. Acha stori za malegend ulizowahi kuzisikia, ila legend anayeishi ni lazima awe na mwandishi na shahidi. We Silver, huyu jamaa naye vipi? Mbona akai kazini huyu? Ngaika sana.
Baba. Sema nikichana kama sipendezi, bora tu nizivuruge. Mafuta gani saa Sasa mziki anacha mimi mabendera, sio mabendera. Si makaratasi jamani, si saya. Ya nini haya? Muona rangi sio za kucheza. Mzee vipi? Yaani sasa mimi zingine sio na shida. Sasa ngaje kitu cha maana jamani, kweli jamani, mimi nakuniacha kweli hivi. Bendi sio nini mimi? Sasa mimi ya kazi gani? Ya kujifunga au ni taulo ili au? Si sare za kwa jamani, vitambaa vya sare kwa kabisa hizi. Hapa zinakuwa unyama kubabaka. Nikipiga na kawe fulani yani. Nikipiga kama kareli yani. Afu Silva anaondoka anaacha mali zote. Hizi mali hizi ese. Muziki nakupenda, usijesepa. Nikikwata peke yangu nahangaika. Unanifariji mpaka Good luck anaenda wapi? Good luck. Vipi wewe? Sasa nini good luck? Unaacha biashara huko unakuja kukaa ndani? Nilikuwa nafanya usafi. Unafanya nini huko ndani? Nilikuwa nafanya usafi. Usafi saa hizi? Nilikuwa bize hivyo kwa sikupata muda. Hapana, mimi nimekuacha dukani. Ulitakiwa uwe dukani. Nikajua ndafanya chapu afu nitarudi. Na makaratasi ya nini? Au umeshaanza ile mambo yako ya muziki? Ndio. Unashindwa kukaa kwenye biashara na kazana na makaratasi. Kwa nini Gudla? Unaacha wateja wanaondoka. Hivi tutaendelea kweli? Hivi vitu vyote vilitakiwa viwepo dukani. Viko mpaka saa hii. Kwa nini? Kwa nini Gudla? Karatasi ya nini? Au ndio ulikuwa unafanya usafi? Unapangilia nini? Ni lazima uwe serious na biashara. Lazima ujali biashara. Wateja wanaondoka, wewe uko ndani. Usikie wateja wanaita. Wateja wamesimama hapo wamechoka wameondoka. Unafanya biashara gani hapa Gudla? Muda mwingine kwa dukani na sawa kufanya usafi. Wewe unatakiwa uzingatie biashara. Muda wa usafi ni usafi, muda wa biashara ni biashara. Sasa mimi ndio nakuja nakuta hamna mtu. Samahani mzee. Nisamee mzee. Yaani kila siku utakuwa unasamehe. Alafu biashara ife. Nachohitaji mkoni dukani. Nachohitaji mkoni dukani. Sio uje ukae ndani kufanya usafi sasa hivi. Sasa mzee, watu warisishwa vitu kama mashamba, nyumba, pesa. Mimi nizani ningekuta labda vitu vya samani kama madini au hazina yoyote ambayo ingenipa mimi pesa, lakini dunia hii ya leo kweli tunahitaji vitu kama hivi. Baba kweli.
Mzee. Nasema. Nilikuwa na nyimbo yangu nimeiandika. Nilikuwa nataka niende studio nikairekodi ko. Na shida na pesa kidogo, unisaidie. Unataka hela? Kwenda studio? Ndiyo. Wakati unajua unataka hela, ungekaa dukani uuze ili tupate hela uweze kwenda studio. Lakini ulisema utanisapoti kwenye muziki. Wewe ungetaka pesa, ungekaa dukani ufanye mauzo ili ukiomba pesa iwepo. Sasa hujakaa dukani, hasara. Alafu wewe unachotaka ni hela kwenda kurekodi muziki. Hilo jambo litakuwa ngumu sana. Mimi najua unipendi tu mzee. Ndio maana kuna mambo mengine unanificha, hutaki kunisapoti. Unasema? Unajua sikupendi? Yaani wewe mwanangu unasema unajua sikupendi? Kisa ni muziki. Unasema sikupendi. Mimi ninachosema nataka nikuone dukani. Nataka nikuone dukani. Sasa hivi wala sio muda mrefu. Sasa hivi nataka nikuone dukani. Jua kuna mengi unatamani kufanya na unasadio. Najaribu unafeli, usichoke, pambana. Hello, mambo vipi mtazamaji wangu wa Afri TV, kipindi cha Clean Life, moyo mweupe kwa maisha salama. So, karibuni. Langu jina ni Wema Sylvester, naye kuletea matangazo haya kutoka mtaani. Leo nimewaletea tukio ambalo litokea wiki 2 zilizopita hapo nyuma. Tuliweza kulirusha katika redio yetu ya Afri Radio. Kwa wale ambao wameweza kuisikiliza nadhani wanaelewa ninachokiongea na jinsi ilivyokuwa, lakini kwa wale ambao hamkupata nafasi ya kusikiza katika redio yetu, naweza kukuelezea kidogo tukio lilivyokuwa. Bana, tukio lenyewe linamhusu mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Mama G, aliyefanywa ukatili wa kijinsia na mumewe wa ndoa. Amempiga, akamwagia maji ya moto, yani ukimwangalia inasikitisha kwa kweli, na kumdhalilisha mbele za watu. So, nimeona sio vema, nikaona nije huku mtaani niwaletee watazamaji wangu tukio jinsi lilivyokuwa, mambo yanavyoenda kwa sasa, Mama G anaendeleaje, na tumejaribu kuzungumza naye kwa ufupi kidogo, na ametuelezea jinsi tukio lilivyokuwa. Jamii imekuwa na mambo ya kikatili, kwa kweli inasikitisha. So kwa sasa tuko mtaani kwake na ameweza kutupa mawili matatu, na tukio zima litaruka live saa 2 usiku. So tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii. YouTube inafahamika kwa jina la Afri TV. Moyo mweupe kwa maisha salama. Clean Life. Jamani, kama mnavyoniona, mimi moyo wangu mweupe kama tishu. Langu jina ni Wema Sylvester, baki nami kwa vipindi vinavyoendelea. Hatua kwa hatua, unaweza kuchukua hatua kwa hatua, so unaweza kuchukua hatua, ni hatua kwa hatua, yani tuko tu hatua kwa hatua ya kwanza, hatua ya pili na kuwa jasiri, na chakefu ya mama naanza kuweka pili, najua kiba muhimu msafiri, na chekiwa chama nazifahamu siri. Hatua kuamka hai, hatua kuamka lafu kuwa unafurahi, hatua ukipata pesa kwa lipo na kudai, hatua yako ya mwisho kupoteza uhai. Ujana ni maji ya moto, ujana unasongwa na ndoto,
ndoto. Ujana ni maji ya moto. Sister vipi? Toka huko nimekuona. Kila kitu nataka nichukue. Mizet naomba gota njia nyingi hadi pesa nichukue. Na fecha silwangu asijue. Mbona unanikimbia? Mimi nakukimbiaje? Nilikuwa na issue zangu, na kukimbia vipi sasa? Issue zako huko chochoroni? Wewe nao umetokea wapi? Mbona mimi sitaseom kabisa? Haya kwangu hayakuhusu. Wewe niambie huko chochoroni unafanya nini? Na wanaokaa huko chochoroni wote wavuta bangi. Mbona gari maisha? Ushanikuta navuta bangi? Sasa mambo yako nataka kunijua, nataka kujua nafanya kuhusu nini. Hivi hata uogopi? Sasa hivi ni mwezi unaisha. Mamako anakuulizia pale nyumbani. Hujakanyaga. Kwa shida kwa ni yote, tubingua mama ananulizia. Oya, afu kwamba nafanya nini mwingine ya kuhusu. Kama ni home nitakuja. Sawa. Unapiga mishe zako, mimi nipiga mishe zangu. Ila kumbuka mama anakuulizia nyumbani. Kama ni shida ni yeye ungesema mapema. So anze kwamba anakaa anavuta bangi au mwingine hapo. Hasa hata wewe uogopi? Mwezi mzima hujamuona mzazi wako. Hata mimi ndugu yako hujaniona. Leo unasema eti sijui nini mambo yanihusu. Usijitaje bana. Wewe sema mama. Kwa lazima nikuone wewe. Mimi nakuja nyumbani kumuona mama, sio wewe. Sawa? Sijui umenielewa. Ila sawa, kama ndo maisha uliyochagua. Siwezi kukwambia kingine chochote. Afu mimi mbona nimemiss bana. Nipo radhi nisipende sema tu nimwache ende kisha tu yajenge ili tu nibaki na wewe. Nisiwazi ladha tende soju wala sembe tu vichange maana nisha data nawe. Nipo wazi nitokwa chao nitende mchana siku nikulinde kesho macho nisifumbe ili nikuone wewe. Tena sina kazi acha niulilie wembe nisha chana ndembe na daima nitakuwa nawe. Ya mziki nikilala unafanya na mkafreshi hauna gharama kukupata sio. Hello Mr. Tale. Nikitesa na mapenzi kwako mimi nakuja kurefresh. Unaweza kuonana? Ila una nguvu zaidi ya mujeshi. Ndio sasa hivi. Nipo kona baba. Njoo bwana na wewe, kuna ofa ya wine hapa. Okay, nakusubiri. Usahau kuja na laptop yako. Sarafina, amka. Sarafina, utaishi kama kivuli kwenye dunia ya Christina na Oilas. Lakini najua watateseka kwa ujinga wangu. Tina!
Tina? Tina mpatwa na nini tena? Christina ataishi na tabibu kwa miongo miwili mpaka pale utakaporejea tena kwenye maisha yake. Tina! Tina! Hapana, mimi sio msaliti. Na siwezi kufanya kitu kama hicho. Huyu mtoto alinikosea mimi. Salama, karibu. Karibu kabisa. Salio, 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 salio. Wewe nimeisha, labda unaagiza nini? Kinywaji kingine? Maji tu. Okay, waiter, naomba saidie maji. Ya baridi. Ya baridi. Kuna mengi unatamani kufanya na unasalio. Unajaribu unafeli, usichoke, pambana. Karibuni. Asante. Of manager. Usijari sawa zarau, jua zina mwisho. Nilichokuitia hapa. Amani, kuna kingine unahitaji niongezee? Na tukitaji tutakuita. Okay. Fichua vilo fichua. Nilichokuitia hapa ni nataka tuzungumzie kuhusu akaunti yangu ya YouTube. Naona viewers wanashuka sasa hivi. Sijajua kuna nini hapa. Salio, salio, salio. Na ni kwa nini haya yanatokea baada ya kusaini mkataba? Au nimefanya vibaya kusaini mkataba na nyie? Ukumvu umetawala nyumbani, vita hakuna amani. Unawaza ntoroke nyumbani, kuitafuta amani. Changamoto na Maisha, kuna mtu anajua neno lako la siri kwenye mtandao wako? misoto nayopita ndoda. Hakuna mtu yote anayejua neno langu la siri zaidi yenu. Inaonekana kuna majaribio matatu yameingia katika akaunti yako ya Google, ila katika hayo majaribio moja hapo tu ndo limefanikiwa. Salio, salio, salio. Kwa hiyo inawezekana imedukuliwa. Sina uhakika kuhusiana na hilo, ila nipe siku 3 kwanza nifuatilie kuhusiana na hilo. Nipe siku 3 tu. Okay. Natamani ifanyike kwa haraka zaidi ili tujue tunakava vipi hiyo issue. Okay. Okay. Yoyote ambaye atakuwa ameshughulika na hii kitu atawajibika kutokana na mkataba. Sawa.
kata kikao za kitre. Sio wakati sahihi. Nini sababu ya wito wako? Naiona nguvu ya ajabu katika kijiji cha Zewa. Nguvu? Inamaanisha ni nguvu nyingine tofauti na hii inayotawala Zewa? Naam. Hivyo una kazi ya kufanya. Niletee yule samaki kabla hajataga yai lake la kwanza. Tabibu, kumbuka mimi sio mvuvi. Naomba tuongee yanayonihusu. Kuna binti yupo kwenye ndoa miaka 5, hajapata mtoto. Kazi yako ni rahisi tu. Mshauri aje kwangu. Sawa. Ila najua hilo haliwezekani. Naanzaje kuingia kwenye ile familia? Hiyo ndio njia pekee ya kuokoa kizazi chako. Kwani wewe unataka kuwa na familia yenye nguvu pale kijijini? Sawa, nitajaribu. Iwe ndani ya mwezi huu. Sawa. Dukani. Wenyewe dukani. Oya. 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 Shikamoo. Kuna mteja hapo, una headphone masikio, utamsikia mteja kweli? Ndio biashara unaifanya? Nimepitiwa tu nilikuwa nasikiliza. Haya, naona ni yale mambo ya muziki haya. Haya ni yale mambo ya muziki yale, kila siku nakuimbia. Naongea nawe kuhusu mambo ya muziki usikii. Kuna vitu nilikuwa nasikiliza pamoja. Nasikiliza na kati mteja yuko huko na kusubiri. Nimesikia nimesikia. Naomba mkate. Asante mzee. Haya, karibu tena. Vipi bwana wapori? Safi mkuu. Mbona unakuja peke yako? Wenzako wako wapi? Jamaa kuna misho ameenda kufuatilia. Mbona kama soma saa kazi, unafanya gani sasa hivi? Mimi mwenyewe sijaelewa kabisa mkuu. Siku hizi unafanya kazi tofauti au? Unajua unapaswa kuwa makini sana. Mkienda kinyume na makubaliano, mtapotea. Yale yote ninawaambia inabidi mwafuatilize. Sawa sawa. Inabidi mwe makini kwa kila jambo mnalofanya. Kila nitachowaambia inabidi mfuatilize hivyo ninavyowaambia. Sawa mkuu. Mkitoka nje hapo, mtakufa. Mkifanya mistake yoyote katika yale ninawaambia, hatakuwa na uwezo wa kuwasaidia wapori. Hakikisha na wenzako nawaambia mnapaswa kuwa makini. Sawa mkuu. Nadhani tunaelewa. Nimekuelewa mkuu. Vizuri kama unaelewa. Alafu mkuu, vipi kuhusu masaa? Mbona wazembe? Unajua hamko serious kabisa na kazi nyingi. Afu hizo mnachukua hizo tu. Ana. Unajua leo mkena nao tofauti, mtapotea.
nitakufa. Dia music nakupenda, usijesepa. Nikikwata peke yangu nahangaika. Unanifariji mpaka kwenye heka. Moyoni mwangu mimi tali nishakuweka. Zile bali za kukesha sana studio. Mtani uonekani watu wanahisi mwana sio. Alafu msanii, siku nyingine wewe unaangalia sehemu ya kumleta meneja yako bwana. Bosi wangu tena wewe. Usijali, siku nyingine nitakuleta sehemu nzuri utaenjoy. Nikiwa na mawazo wendo na niliwaza, nakula kusaza ufanani na wa mwanzo, mana wote vilaza. Kwa hiyo msanii, mimi ngoja nikaendelea na harakati zangu huko mtaani. Haya, naenda mimi bado nikikatishwa tamaa, changamoto unazopitia hizo ndo dalili za usta. Baby don't leave me, 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 baby don't leave me. Dear music. Nimesahau simu yangu. Pole, lakini mtu mzito ungenunua nyingine. Haya, bye bwana. Dear music, dear music. Waita, bili yangu shingapi? 24,000. Naweza kulipa kwa simu? Yes, mami. Nipo radhi nisipende sende tu nimwache ende isha tu ya jenge ili tu nibaki na we. Nisiwazi ladha tende soju wala sembe ili tu vichange mana nisha datu nawe. Nitawapoteza na kuambia kwa mara nyingine. Leo lini? Leo Jumapili mkuu. Sawa. Leo mida kazi saa 8. Hayo ni masaa ya kinga. Mnapaswa kufanya kazi katika masaa ya nawaambia. Na kwa kesho kazi mtafanya saa 9. Hayo ndio masaa ambayo mkifanya kazi itafanikiwa. Sawa mkuu. Tofauti na hapo, msiguse kitu chochote hata kama cha samani kiasi gani. Mkienda kinyume, sisi tutakuwa na jambo la kuwasaidia. Inakuwa ni juu yenu. Sawa, nimekuelewa. Nadhani tunaelewana. Ndio. Taarifa hizo wafikishe na wenzako. Sawa mkuu. Vizuri. Na wategemea sana lakini inabidi uwe makini. Ndio. Tunaelewana wapori? Nenda mkafanye kazi. Sawa mkuu. Ni aje mwanangu? Fresh ni vipi aise? Fresh. Nyama ni mwingi. Uhakika. Kuna shida. Wewe unajua na kudai na ile treni. Nitakubless baadaye mwanangu. Jitahidi basi. Mshua sasa hivi anazingua sometimes. Jitahidi unaelewa. Hakika. Mwanangu. Mzee na buku. Unataka ya uweke buku 2? Kwa umepata mtoto nini mpya nini au sio? Wa wapi huyo? Au sio? Noma sana. Ila hakikisha basi baadaye utatisha au sio? Noma, unaelewa. Nakucheki mida basi. Poa, fanya hivyo basi. Arida.
Pili, nimesikia kila kitu ulichokuwa unaongea kule. Kumbe siku zote unanizungusha kwa sababu ya yule msaliti. Sasa mambo ni mawili. Niende nikawaambia wanakijiji wakuue au uje kuishi na yule msaliti wako huko polini. Au unikubalie. Vipi? Umenikubalia? Hey, we vipi? Tena unisikilize kwa makini. Na mimi nina sharti langu. Kwenye mapenzi kuna kukwazana. So tumekuzana tu kidogo, siri zangu nazikuta huko kijijini. Baby don't leave me, 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 baby don't leave me. Da, yani mwanangu nimekuja. Naomba unipe ushauri. Tena mwanangu shida. Unajua mzee anazingua, ila saizi naona kabisa amezidi kuzingua. Katika ishu zangu zote nazomwelekeza anisapoti, hata ishu moja hajanisapoti. Mwangu hata ishu ya studio hajawahi kunisapoti. Halafu yule mzee ana siri, hataki hata mimi nijue. Umeona kitu kama hicho? Sasa ungekuwa wewe ungefanyaje? Sema sikia mwanangu. Unajua ni mtu mzima. Wewe unakuta kuna mambo bado hajakaa level ya kukwambia kila kitu. Usimwazi, ikifikia muda atakwambia kila kitu. Hawezi kuficha vitu vyote. Unajua ndio kijana wake tena. Unajua inafika muda mpaka natamani niondoke. Bora niende tu sehemu ya mbali. Hata sehemu ambayo haijulikani, niende huko. Kizazi nguyu yule mtu mzima. Unaelewa tena. Kumbe naye ni wale wale. Sasa pale naishi vizuri tu mwanangu. Uteseki. Hata hivyo sawa. Mimi niko lazi saizi niende sehemu yoyote. Bora nikaishi na manzi yangu Lucy kule chuo. Sasa unaendaje ukaje chuo na wana manzi? Yaani nimechoka, yani mzee anazingua yani kama hivyo. Sema nini mwanangu? Usiwazi. Wewe mzee kuzingua pale njoo magetoni pale, si nipo mwenyewe. Hapo umetisha. Hapo sasa ndo umetisha. Wewe ni ndugu yangu sasa wa damu. Kuzingua hapa kuja na ishi wote kuja hapa saluni hapa. Ni kweli wewe sio rafiki snitch. Uhakika ndugu yangu. Hapo unyama. Wewe ni rafiki yangu wa damu sana. Hey. Vipi saa yule shemeji yule ambaye ulisema umempata? Shemeji yako ndio yuko magetoni kule. Umeoa nini? Hamna, sana waje na wao na yote. Nikajua umevuta nini mtoto nini? Hamna, wewe leo na mazingira hapa yenyewe. Umesikia sasa? Mimi Lucy ananikubali vibaya mno mwanangu. Yule mtoto sema mambo fulani hivi achua kishaisha. Yule mtoto mimi namweka ndani. Mwanangu unajua nini? Sikubali sana kuchukua. Kwa nini? Wala msomi yule. Kwanza kuta kule bado yuko na msomi zake pale, huko anakuleta tu. Ushaanza usnichi sasa. Hapo unanisnichi. Sisi nakwambia ukweli. Ukweli upi? Wewe unamjua Lucy? Hiyo kama wewe. Yule mtoto hawezi kunichiti kwa jinsi anavyonipenda, mimi hawezi kunichiti. Wewe unaongea mwanangu. Mimi nakwambiaje? Yule pale ni msomi. Unakuta hata toka tena lecture yake pale. Tuachane na hicho kitu. Usiongee kitu ambacho hakipo. Yule mtoto mimi ananipenda na nitaoa na mwenyewe kwenye ndoa yetu utavaa suti utakuwa pembeni. Uko baba mwanangu, mimi nitaona. Au sio? Tuachane na hizo habari. Vipi lakini harakati zingine ni? Unyama ni mwingi. Unyama ni mwingi, sema tu tumepoa tu hapa. Au sio? Zoana tumezunguka tu hapa hamna hata wateja. Da kweli siku hazifanani nini? Kweli mwanangu. Sema nini? Mimi nashukuru ndugu yangu kwa ushauri wako. Ndafanyia kazi. Tutatisha. Taishi mule mule. Karibu hapa shambani. Sema ngoja nikacheki mshua nini. Pale dukani najua nimemwacha muda mrefu. Nikubless nini? Alafu nakudai mwanangu. Nakudai hela zote. Waelewa, unaona mazingira hapa baba.
au sio? Hata isiwe mazoea, isiwe kila siku kwamba ni ngoja nikamcheki mzee alafu tutajua. Hey yo, it's your boy DKP Deo Kitadi presenter. Tupo na kipindi chetu pendwa kabisa, Dira ya Mtaa, au sio? Na leo tuna surprise, bonga la surprise. Niko na bidada Maisha, this my girl. Bana, mambo vipi? Poa. Yo, mzima? Mzima. Mpendeza mno. So, nani mbalisha? Na designer wangu. Okay, narudi kule mambo ya management au sio? Okay, kuna hizi siku 5 au wiki iliyopita umechango mako ni to tell me, na kwenye digital platforms, kwenye platforms tofauti naona kwamba inakimbiza mbaya mbovu. Nataka nijue idea ilikujaje? It's so sad and long story, but in short, naweza ngasema ni mambo ya mahusiano, changamoto ambacho ni kidogo nikuta, and then unajua mambo ya mahusiano. Yeah, of course. Kaja nikampata mtu mwingine ananipenda sasa kwa jinsi mahusiano jinsi alivyo, na ndo video ni wimbo. Okay, kwa ukatumia uhalisia wa mahusiano, mambo ya mapenzi, then ukashow ni mistari au sio? I like the story behind it, maana kitu kimekuwa kali sana. Ya ukiangalia kwenye platforms na kimbiza, of course, na ni story moja ambayo mtu akisikiza anasema okay, hapa kuna kitu. Kwa unashauri nini wasanii ambao wapo na mahusiano waweze kutumia mahusiano vile vile ili waweze kupata idea kali kama kwako? Maana umetumia mahusiano na kitu kimeenda kweli. Of course. Kwa unawashauri watumie mahusiano sometimes au? Hiyo ni idea ya mtu tu anataka. Kama wenyewe wataona mahusiano yanafaa kutoa nyimbo, wanaweza kufanya. Ila mimi nitumia njia hiyo. Okay, sasa una njia yako, mimi think kwamba hiyo ni bonge la njia. Maana naona hit song yako imetembea. Of course, sasa tukiangalia tena kwenye swala zima la mahusiano, tubaki hapo. Right. Ya tupo na Rahim. Ya Rahim kwenye social platform zako nimepita pale, nimechimba baadhi ya vitu. Ya nikaona mko pamoja. Namna gani hapo unaweza kunielewesha? Mimi na Rahim ni washikaji kwa kawaida. Hapana, kwa zile picha ambazo nimeziona kwenye social platforms, namna gani? Mtoka nyumbani hujavaa sekema. Jamani, sasa ndo kunishtua hivyo jamani. Kwani kuna shida gani sipovaa sekema? Hem, toka kwanza huko mtoni. Bana, niambia kwani kuna shida gani? Toka nikuvalishe kwanza. Njoo nivalishe basi hapa. Sasa pili, kuna lazima gani kuvaa vidude vilivyokauka hivi jamani? Shosti. Nyakati kama hizi katika kijiji chetu tunataka tuvae sekema. Kwani kuna nini? Ni kinga. Kinga ya nini jamani? Nasikia maji yana kiu. Yana kiu kivipi? Haya maji yana kiu gani? Mambo yetu yaache. Sasa mbona unasimamia? Ni ushikaji, yani ni mtu wangu wa karibu sana. Okay. Ushikaji ni rafiki, ni kama ndugu yangu kwa sababu tumeshazoeana sana. How close yani sasa ile karibu kivipi? Unajua kuna ukaribu alafu. Ushikaji nimekwambia. Si rafiki. Okay. Unaona rafiki yake? Hapana, msema kweli sina. Sina. Okay, sawa. Hapo tubaki kwenye swala la mahusiano. Bana ndio. Kuna tetesi fulani zipo mtaani na kwenye mitandao ya kijamii. Tumeona kwamba umesema uliachana na mtu, right? Na right now upo kwenye mahusiano na mtu mwingine. Huyo mtu mwingine unaweza kumtambulisha maybe, tumjue, maana sisi ni waja. Nataka tumjue Bwana Shem.
Mambo mengine ni personal issues. Hatuwezi kumjua hata jina. Hapana. Lakini kwenye mitandao ya kijamii mimi kama presenter tumetafuta na tumeona kwamba unatoka na bwana Rahim. Wewe mambo umejuaje? Yaani kwa sababu niko naye karibu. Hapana, tumeona kwenye baadhi ya posts ambazo una post, baadhi ya post ambazo pia yeye ana post, kwa sisi waje conclude kwamba nyinyi mna date au ni vipi? So kila mtu anayeposti mtu ni kwamba ndio ana mahusiano naye. Kwa hiyo sidhani kama hilo linafaa kuongeleka. No, lakini tukiangalia posti zimekuwa nyingi sana, na kwa sababu tukichukulia kwamba ni msanii mkubwa kaskazini, right? Ukiangalia mtu akipost unasema kwamba there's an intention kwenye post. Sasa umepost zaidi ya mara 5 bana. Hata tukaongelesha nyingine acha hizo mahusiano. So no, there's no comment. Abidada ametukataa kijujuu, lakini poa, tunasema mambo yaende, au sio? Kama maji yanaenda kwa mkondo huu, samaki nao pia anafuata upande juu, au sio? Bidada, tuachane hizo mambo, right? Leo umekuja kutambulisha ngoma yako mpya, right? Inaitwa Tell Me. Pia kuna skendo tofauti kuhusu wewe pamoja na management yako. Of course, kwenye swala zima la viewers, swala zima la ngoma kutembea kitaa, maana bidada tunaona kama ngoma zako unaachia but after 2 months zinashushwa, like kwenye top 10, kwenye top 5 zinashushwa, na kuna muda fulani kabisa unakuwa usikiki mpaka uache ngoma nyingine tena ipande juu. Unaonaje hilo? Aone kama kuna kitu hapo management inafanya labda kuboost viewers, kitu fulani? Haya, kilichokuleta kumtoa nini? Mbona unalia? Inachokuuliza nini? Dada, ananiuliza nini Mashaka? Dada, mna mwanaume nilompenda kama Mashaka, lakini nimekuja kugundua kwamba ni mume wa mtu. Au kujua siku yote ni mume wa mtu? Sikujua kama ni mume wa mtu. Wanaume ni wazimu mdogo wangu, wanaume ni waongo. Dada, lakini inaniumiza. Pole sana mdogo wangu, wanaume ni waongo. Mungu atakubali, utapata mume wako sahihi. Najua dada. Nyamaza, jikaze mdogo wangu, usilie. Usilie, jikaze, jikaze. Nyamaza. Vita hakuna amani, unawaza mtoroke nyumbani, kuitafuta amani. Changamoto nazopita ndo zitafanya we shujaa, yo misoto nayopita ndo dalili za usta, na maswali yamejaa kwa kichwa, unawaza unatamani fichua vilofichwa. Mimi na management yangu uko vizuri kwenye music. Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu chochote amefanya kuhusu kuboost viewers. Alafu na mimi pia ni msanii mkubwa kama wewe. Smart girl. Nyimbo zangu nyingi natumia akili. Kwa hiyo sidhani kama naweza kufanya. Najiamini kwenye music yangu. Okay, kama jina lako lilivyosema, your Maisha the Smart Girl, au sio? Sawa, that's nice. Unajiamini? Sasa kwenye maandishi pale kidogo turudi pale kwa Rahim, aje kusaidia labda kuchora hata kidogo. Rahim usiki kabisa kwenye mambo ya music. Okay. Music wangu mimi ni music na Rahim ni Rahim. Rahim. Okay, sawa. Okay. Kwenye swala zima la management, management. Wewe ni msanii ambaye right now kaskazini huku wewe kama vile umejipata kwa namna fulani hivi, right? Asa kwenye swala zima la management, tumeona kama umesaini mkataba wako umekuwa mrefu sana, maana tumeona kwamba pale ulisaini karibia mkataba wa miaka 9 hivi. Uone kama itakuletea matatizo fulani au ni gani? Hapana. Mimi management yangu iko vizuri kwenye music, sheria zake pia ziko vizuri. Na ndio maana nimeamua kusaini mkataba miaka hiyo.
Okay, ile mambo labda ukataka kujiachia hivi ukawa solo artist, uone kama itakufunga, uone kama itakupa mzigo. Nilipanga kabla sijasaini mkataba. Kwa hiyo ninajua kabisa mpaka nije kumaliza mkataba wangu ndo nitaendeleza mambo. Okay, sawa. It's nice. Bana, ndio sasa unaweza kupataje mashabiki zako au kuna social platform zako labda jina unaotumia? Natumia Official Maisha, Instagram, Facebook. Mike. Instagram, Facebook, TikTok, Official Maisha. Wow. YouTube. Wow, bana, ndio bidada huyu hapa ndo surprise leo kwenye Dira ya Mtaa, au sio? Una nini cha kuambia mashabiki zako? Maana mimi najua wewe ni mkali, right? Kwenye engo zote. Ukiongelea uzuri, au sio? Ukiongelea muziki. Sasa twende kwenye muziki, sasa unaambia nini ya mashabiki zako? Naambia waendelee kunisupport. Yes. Bado kuna vitu vizuri vinakuja kwa ajili yao. Of course. Nawapenda. Yeah. Bana, ndio bidada Official Maisha, this my girl. Anapatikana kwenye platform zote, I mean Instagram, Facebook, Twitter zamani na sasa hivi inaitwa X, au sio? Mimi pia unaweza kunipata kama DKP_TZ kwenye Instagram, Facebook, X, au sio? Na kipindi changu unaweza kukipata pale kwenye Air Free TV. Niko live on air. Na ngoma hii hapa inaitwa Tell Me, inaenda kupigwa hapa right now for the first time. Big shout out to bidada huyu ambaye anafanya vizuri sana kwenye game. Na big shout out kambi penzi moto kuwa wako daima sitojutia. Ukintachi na tachi kaka penzi gundi kuondoka na hii. Wale vijana ambao wanaendelea kuhasa kwenye muziki, wanataka kufika hapa ambako umefika wewe, una nini cha kuambia labda motivation kabla uondoke kwenye kipindi chetu? Waendelee kupambana. Hata mimi nilikuwa nachana nao. Sasa nilikuwa tumezeki tu. Wakiendelea kupambana usikate tamaa, kwa vizuri. Yo, bana, ndio it's a boy DKP hapa, Deo Kitadi presenter. Nipo kwenye kipindi chenu pendwa Dira ya Mtaa ndani ya Afri TV. Nipo na surprise yenu bonge. La surprise ni bidada Official Maisha, this my girl. Unaweza kumpata kwenye social platform zote. Mimi pia unaweza kunipata kwa DKP Deo Kitadi presenter kwenye social platform zote, kuingilia Instagram, Twitter iko ni zamani, sasa ni X na Facebook. Bana, ndio yeah, we out here. This is again from your boy DKP. We out. sana machozi mabubujiko. Huyo usimjui. Kwa kuwa hadi viatu. Chukua viatu, tena ile godoro haya chini. Yaani wewe kwanza ondoa shaka. Hilo swala ni shaka. Kama ni kiongozi kubali. Yaani chapu na ile swala chapu na dema. Hello, toko ngozi mbie simu. Chukua hadi nguo. Hello, toko mnyang'anya hadi nguo hadi lapa. Aanze maisha upya. Hello, tumia la chini kwa godoro utaweza kusaka. Au basi tayari. Ningekuwa na uwezo kuingia kwenye moyo wako, ningeforce unipende, maana moyoni sina mwingine, uko peke yako, kikukosa kimbembe. Ningekuwa na uwezo kucontrol hicho kichwa chako, singeruhusu unitende, maana moyoni sina mwingine, uko peke yako, kikukosa kimbembe. Mi sina mwingine, mi sina mwingine, mi sina Magdalena we. Jua nakupenda kweli, nimekupa moyo wangu, nipe penzi lako tu. Jua nakupenda kweli, oh, nimekupa moyo wangu,
nipe penzi lako tu. Oya, umesikia hiyo hapo? Sikia basi verse ya pili hapa, au sio? Nimechanua ua la upendo moyoni mwangu, naomba ujue hakuna ambaye ataziba pengo zaidi yako. Usinizingue kwa maumivu, nishachoka, nahitaji unipe dawa tena nisiumie, wendo yangu nyota, bila wewe siko sawa. Usinizingue kwa maumivu, nishachoka. Oya, bora kama unizingatii mwanangu. Uko bize na nini? Ngoja nije hapa. Mimi ni msanii aliyebeba ndoto kubwa, so naongeza bidii ndo niwe msanii mkubwa. Kwenye hii tasnia shakutana na makubwa tana, na kutoa goma kali ukute limeibwa. Maskini na kukosa mtaji na nivuruga, hapo bado na wasanii wengine wanakuroga. Hapa bongo muziki na kiki ndo inanoga, kuna mambo hawezi kufanya kama ni moga. Najua nitaweza kumudu kankitoka, ila sasa changamoto ndo zinafanya ninachoka. Iwe mchana usiku sialala nkusota, nikiamini nitatimiza ndoto zote nazoziota. Watu wanielewi Wewe vipi tena unataka kuiwaje sasa? Unafaa kutishia au unataka kusema nini? Sikiliza Paulo Hoza. Hichi unachotaka kukifanya kitakugharimu, maana utalipia yale aliyoyafanya baba yako. Wewe usinitishe bana. Mimi na kuweza kupata kingo yote na pia. Sasa kwa mama gani kunisha? Wewe kama nani unaniambia kwamba nini? Sio wewe kama nani? Napambana na wewe kwa namna yoyote yule. Wapi bana wewe? Nina nguvu pana na yote ndio kuja mbele yako. Hiyo zita. Bora vipi? wasanii wengine wanakuroga hapa bongo. Muziki na kiki ndio inaloga kuna hawezi kufanya kama nini. Najua nitaweza kumuduka nikitoka, ila sasa changamoto. Kwa mwanangu mimi napasha kule, mwanangu umesema kuja kunisupport. Alafu uko busy na simu. Nacheza game hapo. Usideo. Ndio. Namkubariki kinoma huyu mwana ni. Huyu mwana ni noma, ni mwana nasikia uko peace sana. Ndio mwanangu kinoma. Mimi namsikizaga kipindi chake cha radio, anatisha kinoma na support sana wana. Sema ndio mwanangu kinoma. Ni mwanao mwanangu kinoma. Mwanangu kinoma. Sasa sikia, mimi natamani sana uniunganishe naye nifanye naye kipindi. Wanafanyaje ili watu yani ili tufanye naye interview tunafanyaje? Ndio kwanza mwanangu ngoja hao wanavyotrend huko YouTube. Sikia sasa mwanangu, mimi natamani sana nifanye naye kipindi. Hivi wanafanyaje yani watu wengine mpaka kufanya naye kipindi? Sasa sikiliza, huyu kwa sababu ni mwanangu. Anaenda atakuja kanisalimia kijana. Sika tu pale nitakufundisha naye. Oh, ya kututua si ndio huko mwanangu. Wasifanye hivyo basi. Basi sema akija anaenda atakuja wiki ijayo. Sasa mwanangu wewe mimi nakuona. Mimi niko pale napiga tize, napiga sauti hata kunishauri ndio huko busy tu na mimi mwanangu. Lakini sasa umesikia? Ufanye basi mpango huo hapo. Nipate hata interview moja mbili natoboa mwanangu. Siwazi. Kuhusu hilo mwanangu. Ila si ndio nitatoboa wewe. Maliza. Sawa hakika. Ana trend kinoma. Mimi ngoja nimsearch hata ma YouTube. Namkubali sana huyo jamaa. Mimi namsikizaga kwenye radio. Hiyo ni YouTube. Ni YouTube hapa.
Kama mambo anavyo trend tunaona. Jamaa na tisha kinoma. Haya, tisha sio kidogo. Kama vipi mwanangu ni mbali naye. Wazi. Tatisha sana. Mimi naaminia sana. Hapo ndo ndaamini wewe sio kitu. Ukifanya jambo kama hilo ndaamini wewe sio. Au sijali, usijali. Kwa uhakika. Sio mwamba. Unanielewa ndugu zangu. Au sio? Bila hela, video kali bila hela, napigi ngoma bila hela, ni vipi nitapata hela? Mimi ndo mziki na mziki ni mimi kutoka unawaza sana zamani vichwa vilo vichwa inashindi salio 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 salio. Najua kuna mengi unatamani kufanya na unasario, najaribu unafeli, usichoke, pambana. Kama waliweza wao, kwa nini ufeli wewe? Usijari zao zarau, jua zina mwisho wewe. Na maswali yamejaa kwa kichwa, unawaza sana, unatamani fichua vilofichwa, inashindi